Hello beautiful ladies, mambo vipi? I hope mko poa. And naomba nikuulize, unafahamu ya kwamba wewe kama mwanamke una nafasi kubwa sana ya kuishusha ama kuipandisha thamani yako kulingana na vitu ambavyo unavifanya? Yes, hiyo nguvu iko mikononi mwako. So leo nataka nikupatie vitu vitano ambavyo hivi vitu ukivifanya kama mwanamke basi vitaishusha thamani yako ama vinaweza vikaondoa kabisa thamani yako, na haijalishi uko mazingira gani, haijalishi una cheo cha aina gani, haijalishi una jina kubwa la aina gani, lakini hivi ni vitu vitano ambavyo unatakiwa uviepuke kama wewe ni mwanamke ambaye unataka kuitunza thamani yako na kuipandisha thamani yako. Kitu cha kwanza ni kutokuvaa nguo za ndani. Hapa nazungumzia brassiere, nazungumzia underwear. Hivi ni vitu muhimu sana, na hapa sizungumzii ule muda ambao huko nyumbani kwako. Kama uko nyumbani, uko na mpenzi wako, uko na mume wako, uko peke yako, ni sawa, unaweza ukakaa bila kuzivaa, lakini unapotoka nje basi hakikisha unavaa hizi nguo za ndani, kwa sababu zimewekwa kwa lengo la kukusitiri wewe kama mwanamke. Lakini pia unapokuwa hujazivaa, muonekano wako unakuwa tofauti. Hujavaa nguo ya ndani tayari, kumbuka muonekano wako, shepu yako inakuwa na muonekano tofauti. Imagine haujavaa brassiere and then umevaa nguo ambayo ni nyepesi ama ni nguo ambayo inaonyesha kabisa kwamba hujavaa brassiere, basi tayari unaonekana ni mwanamke ambaye haujithamini. Lakini pia fikiria haujavaa underwear, alafu ghafla ukapata ajali, umeanguka miguu juu, watu wataanza kuona vitu ambavyo walikuwa hawapaswi kuviona. Lakini what if pia kama haujashave? Hiyo ni changamoto nyingine. Kwa hiyo hakikisha muda wote unapotoka basi umevaa nguo za ndani, na kama nguo yako labda haihitaji kuvaliwa brassiere, basi hakikisha kuna namna hiyo nguo inakukaa vizuri na haichori mwili wako. But kama unaona inakuchora, kuna options za brassiere ambazo unaweza ukachagua tape, unaweza ukachagua brassiere ambazo zina kamba. Kuna options mbalimbali ambazo unaweza ukazivaa kama mbadala wa kuvaa brassiere. Kitu cha pili ni usafi. Mwanamke, thamani yako iko kwenye usafi, kuanzia kwenye usafi wa mwili wako. Kwa hiyo unapotoka ndani kwako basi hakikisha wewe ni msafi, umeoga vizuri, umepulizia perfume, unanukia vizuri, umesafisha kinywa chako kinatoa harufu nzuri, nguo zako ni safi, sio nguo zenye madoa, sio nguo zenye uchafu. Na hata kama umekutana na mazingira ya vumbi, basi utakapofika lile eneo ambalo unahitaji kufika, hakikisha unajisafisha. Kama ni kiatu kimeingia vumbi, basi jisitiri kidogo pembeni, futa kiatu chako vumbi, alafu ndo uingie ndani. Usafi ni kitu muhimu sana na kitakuongezea thamani yako kwa ukubwa sana wewe kama mwanamke. Kitu cha tatu ni kuvaa nguo ambazo zinaonyesha sana maungo yako. Nguo ambazo ni fupi sana, nguo ambazo zinakubana sana ama nyepesi sana. Hii itakushushia thamani, kwa sababu cha kwanza inaweza kukuonyesha kama wewe ni mwanamke ambaye uko vulgar. Naweza nikasema hivyo, ni mwanamke ambaye uko provocative, unataka kuprovoke watu. Kwa hiyo jaribu kuvaa nguo ambazo haziuchori sana mwili wako kulingana na shape ambayo umejaliwa, lakini nguo ambazo pia hazikuachi sana uchi, kuacha maziwa yako nje, kuvaa body short ambayo inaonyesha makalio yako. Hizo ni nguo ambazo zitakushia thamani wewe kama mwanamke. Kitu cha nne ni kuongea na kuropoka hovyo. Wewe kama mwanamke ambaye unapenda kuitunza thamani yako, basi jitahidi uepuke kuropoka na kuongea hovyo, na haswa kuongea maneno ambayo ni makali, kuongea matusi tena mbele za watu, kwa sababu hii itakushushia thamani. Hakuna mtu anayetaka kukaa karibu ama kujihusisha na mtu, sana sana mwanamke ambaye kinywa chake hakina break. Kwa hiyo wewe kama mwanamke unapokuwa kwenye maeneo ya watu, kwenye hadhara ya watu, kama haujahitajika kuzungumza, basi chunga kinywa chako, baki ukiwa msikivu, kwa sababu kuongea hovyo itakufanya wewe ujishushe thamani yako kama mwanamke. Kitu cha tano na cha mwisho, na hiki ni kitu ambacho wanawake wengi wanakipuuzia, ni wewe kuwa mwanamke ambaye unapatikana kwa urahisi, yani too available. Mtu akikupigia simu moja ya ghafla tu, njoo sehemu fulani, basi ndani ya dakika 15 umeshafika. Njoo hapa, umeshafika. Tusafiri twende huku, umeshafika.
hiyo itakushusha thamani wewe kama mwanamke, kwa sababu pia mtu atajiuliza wewe huna vitu vya kufanya, huna mambo mengine ambayo ni muhimu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama ni mwanamke ambaye unapenda kutunza thamani yako, jaribu kupunguza kuwa available kwa watu. Hata kama mtu amekutafuta na kweli hauna kitu cha kufanya, si mbaya ukimwambia kwa leo nataka kupumzika, kwa leo nina ratiba fulani, kwa sababu wewe ni binadamu, unajitambua, basi unapaswa kuwa na vitu vingine ambavyo una uhitaji wa kuvifanya kwenye maisha yako, ama vinakuhitaji wewe kuwepo pale. Kwa hiyo punguza kuwa available muda mwingi, kwa sababu hiyo itakushusha thamani kama mwanamke. Beautiful ladies, hiyo ndo content ambayo nimekuandalia siku ya leo. Asante sana kwa kutizama, asante sana kwa kuja hapa. Mpaka wakati mwingine, I'll see you next time. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ciao. Usisahau ku like, share and comment, lakini pia nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii @AnnieIndependent. Bye.